baba. Mbona unakodoa macho kama unatumwa jipu? Kwema. Naomba unisikize vizuri, mtoto usikuwa na adabu. Mtoto mshenzi. Unajua wewe unajikuta mjanja. Unajikuta umepinda. Lakini ukweli usiopingika, wewe ni mdogo sana. Alafu wewe ni kesi. Hivi kwa mfano nikisema nichukue jiwe kipisi kama hichi kiganja, nikuwezeke cha hapa, wewe utasimama wewe? Si ndio unajikuta Segerea anaishi miaka kadhaa kwa kosa la kukuua wewe? Baba, basi kuelewi. Au nimekukosea nini? Uelewi? Unajua mtoto ni mshenzi sana. Hivi ni mara ngapi nimekwambia kuhusu swala la mimi ukinikuta na wageni wangu ukae utulie? Ni mara ngapi naongea kuhusu hicho kitu? Na mara ngapi umefuatisha? Hivi unaweza kuniambia kichokuleta pale ndani kwa ule mgeni? Na mbaya zaidi nakukataza usinywe soda ya mgeni. Wewe unanikataa. Yaani usinywe soda ya mgeni na kukonyeza, acha kunywa soda ya watu. Wewe unisikilize. Nini kichokuleta pale? Ila sio kesi. Unyonge dhambi. Unyonge dhambi. Wewe leo nataka nikusomee kesi kiaskari kibaharia. Oi. Ili ujue kama mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Na kwa bahati nzuri kama mama yako hayupo na hapa hamna watu. Sasa leo nataka nikukande kama ngani. Nikunyonge. Yaani wewe nikamate nifinye mpaka uelewe. No. Wewe vipi? Mbona mkimbiza mtoto kutokea kule mbele mpaka huku nyuma ya nyumba? Kuna nini? Naomba unisikize vizuri Leticia. Huyu mtoto wako kitu anachonitafuta atakuja kukipata. Tena atakipata kabisa kwa sababu si ndio anataka nionekane mbaya, nionekane baba wa hovyo, nionekane na mbagua. Atakipata. Na sasa hivi hicho kitu nitakuja kuepukana nacho kwa sababu naona huu unyonge utumwa unataka kuniletea unanikosti. Tena unanikosti pakubwa. Kwani amefanya nini tena? Unajua alichokifanya? Huyu mtoto wako mara ngapi namwambia akae mbali na wageni zangu? Wageni wangu anakuja ujinga. Mimi nimekwambia sitaki. Na ulichokifanya leo kwa kweli kimenikwaza. Kwa nini anafika bosi wangu unaleta miayusho? Wewe, nisikilize. Masuala ya kunywa juisi za wageni zangu nilishakukataza. Na kwa nini umefika tena unafanya kile kitu nilichokataza? Na bado unafanya hapo na kukataza na unaendelea. Sasa sikize, yeye anachokitaka atakipata. Lakini mume wangu, kumbuka huyu hapa ni mtoto. Na sio kile ambacho anakifanya anakikusudia. Yeye ni mtoto mdogo, si ndio? Mtoto mdogo ndo akatazwe akaelewa. Hawezi kuambia usifanye hichi yeye akaacha. Sawa mume wangu. Lakini sasa wewe uone kama huku nyuma ni pabaya, mtu anaweza kaanguka kaumia. Wewe endelea kutoa hizo macho. Unachokitaka utakipata. Si mnashirikiana mko kolabo. Endelea. Supu. Kwa nini wewe ni mtundu lakini mwanangu? Kwa nini usitulie? Twende huko. Karibu sana dada. Nimefurahishwa sana na ujio wako. Asante sana. Mimi nashukuru. Na hivyo nafurahi sana kuwa hapa nyumbani kwako. Kitu kingine, nimefurahi sana kwa sababu umewahi kufika. Sikutarajia kama ungewahi kiasi. Nimewahi kwa sababu yako. Si unajua ninapokupenda mdogo wangu. Ni kweli. Vipi lakini? Mnaendeleaje hapa nyumbani? Sisi hapa tunamshukuru Mungu. Tunaendelea vizuri. Lakini sio vizuri sana. Sio vizuri sana? Unafikiri kutoka kuna issue gani nyingine? Issue ni ile ambayo nilikwambia hapo mwanzo. Ni kuhusiana na baby Supu. Baby Supu? Baby Supu kafanya nini tena? Yaani huwezi amini. Tabia zake ni zile zile, hajabadilika. Yaani hapa jana akamkosea baba yake. Baba yake kaja hapa na mgeni wake kaenda kuwafanyia timbwi, yaani kafanya fujo, kavuruga vitu vya baba yake. Na mpaka sasa hivi baba yake amekasirika. Huwezi amini, jana tumelala hatuongei chochote na ameondoka hapa hatuongei mpaka sasa hivi hajarudi. Sasa kama msemeshani mnaishije humu ndani? Na huyu mtoto hizi tabia amezitoa wapi lakini anyway, hata usijali. Mimi nitaongea na yoyote ambaye atawahi kufika hapa nyumbani. Hiyo ni sawa. Sasa mimi nilikuwa naomba sana ongea na shemeji yako.
kwa sababu shemeji yako ndo aliyekosewa na ndiye aliyekasirika. Yaani mimi naomba tu akija hapa dadangu jaribu kuongea naye. Mimi nahisi wewe atakuelewa. Yaani baby Supu anaifanya ndoa yangu inakuwa chungu. Na sijui hata nifanye nini mwanangu. Usijali dada. Mimi nitaongea naye na kila kitu kitakuwa sawa. Si unajua ninavyopenda amani yako. Sawa dadangu. Mimi kwa sababu umerudi na mimi kila kitu kitakuwa sawa. Na nimepata tumaini jingine jipya. Basi sawa. Sawa, hamna shida kabisa. Okay, asante. Vipi kaka? Unajua tumekuja kwa mjumbe na tumeambiwa ofisi imefungwa. Lakini cha ajabu umeniambia kwamba tupumzike muda mchache. Na kuona kabisa upo sawa. Unaweza kuniambia unasumbua na nini? Sebastian. Kiukweli kuna vitu haviko sawa na vinanifanya nakosa amani kabisa kwenye maisha yangu. Sijakuelewa. Kiukweli hizi siku 2-3 unaonekana upo sawa kabisa. Unaweza kuniambia ni kitu gani kinakusumbua? Of course nina matatizo. Tena matatizo haya ni makubwa sana kwenye akili yangu. Kwa sababu yananitesa na yananipondesha sana. Tatizo lenyewe ni kuhusiana na mtoto wangu yule, mtoto wa mke wangu. Kiukweli ananikosesha amani sana. Muda mrefu sana, muda wote tunakuwa tunagombana ndani. Hii inanifanya nakosa amani hata kurudi nyumbani sitamani. Kwa mfano juzi alikuja bosi nyumbani tukawa tunadiscuss masuala ya kazi. Nadhani unajua siku ile sikwenda kwenye kikao. Sababu pia alikuwa ni yeye. Nadhani sikukueleza kwa undani nilipokuja nyumbani kwako. Lakini kiukweli chanzo kilikuwa ni yeye. Basi ikanibidi niongee na bosi. Na kwa bahati nzuri bosi akawa amekubali kuja nyumbani tuzungumzie hilo swala. Sasa kama surprise kaja na tumeanza kuzungumzia vizuri, Tomnoe akaja pale yule mtoto. Alipokuja pale nakwambia ndugu yangu aliamsha hapo, kafanya tifutifu hapo. Kanywa soda ya mgeni, anatoa mifano na wauliza nilisema sikusema. Yani bosi ile hali ilimfanya kasirike sana. Na sio kukasirika tu, bosi ilibidi aondoke. Akaniambia itabidi nitafute sehemu nyingine ambayo itakuwa special kwa ajili ya mazungumzo. Lakini alikasirika sana na bahati mbaya anapompigia simu bosi anapokea. Na hadi leo nilipoenda kuzungumza naye akaniambia nitafute barua nyingine kwa ajili ya kuomba upya. Lakini yote haya yanasababishwa na mtoto yule. Najiuliza kwa nini haniheshimu? Au kwa sababu mimi sio baba yake wa kumzaa? Kiukweli inanikondesha sana. Anyway, naomba unisikilize vizuri Beni. Mbona maamuzi unao wewe mwenyewe? Ukiangalia mtaani kuna wanawake wazuri, wenye shepu, wenye magari, wenye pesa. Lakini sasa cha ajabu, umekaza kuangania mwanamke ambaye aliyezaa. Kwa nini usibadilishe ukachukua mwanamke ili ukaendelea kuishi na maisha yako mengine? Sebastian, mimi sidhani kama kuna sababu yote ya kufikia huko. Na nadhani unajua kuwa yote ninayovumilia ni kwa sababu tunampenda sana mke wangu. Na sipo tayari kabisa kumwacha. Na kuna usemi unaosema, kaka ukipenda boga penda na ua lake. Japokuwa kwenye hili ua lake sasa ndio kunakuwa kuna changamoto. Lakini ndio hivyo sasa. Najaribu kukaza lakini vinanishinda. Ila kiukweli siwezi kumwacha mke wangu kwa sababu ya mtoto tu. Beni bwana, unajua nichekesha sana. Kumbe wewe mwenyewe unaenjoy maumivu. Una haja gani ya kuniambia kwamba unaumia wakati umependa boga na ua lake? Endelea hivyo hivyo. Sebastian, lakini wewe ni rafiki yangu na changamoto zangu ni muhimu mimi kushare na wewe. Sasa unaponikataa mimi nashindwa kukuelewa na maana gani? Kwani hakuna ushauri mwingine unaweza kunishauri tofauti na huo ushauri ulinishauri hapo? Beni, sitaki kusikia habari za huyo mke wako wala huyo mtoto wako. Kwa sababu kila siku zinakuwa zinajirudia. Na tayari mimi zishanichosha. Basi sawa kama umeona kwa kweli sawa. Lakini nilihitaji tu ushauri. Lakini kwa sababu hauna cha kunishauri kaka, sio mbaya. Na kama ulivyosema tunaweza. Okay, tunaweza tukaondoka.
Shoga yangu, mambo vipi? Kwema, umeamkaje? Poa. Vipi, mbona asubuhi unaelekea wapi? Hapana. Mimi naelekea pale mbele shoga yangu. Wewe unaelekea wapi? Mimi nilikuwa nashuka hapo chini. Basi sawa, hamna shida. Vipi? Mbona toka kule chini nakuona kama una mawazo? Una shida gani mpenzi? Hapana shoga yangu. Mimi sina shida yoyote. Sema tu tunajua kwenye familia tunajua kukosaji changamoto ndogo ndogo. Changamoto ndogo ndogo? Changamoto gani tena shoga yangu? Changamoto ni mtoto wangu. Unajua mtoto wangu ni mtundu sana. Na huo utundu wake unapelekea kila siku anagombana na baba yake. Na wanavogombana basi hiyo inaniletea mpaka shida mimi. Yaani huwezi amini, sasa hivi ndio wangu naiona chungu. Shoga yangu, una uhakika mtoto wako ndio mtundu? Mwanangu ndo mtundu. Unajua mtoto wangu waga ni mkorofi sana. Kwa hiyo ndo mkorofi. Shoga yangu, unaweza ukasema mtoto wako ndo mtundu. Kumbe mwanaume unaishi naye ndo analeta chokochoko. Si unajua wanaume wanaoishi na watoto ambao sio wao, visababu havikosekani. Kwa hiyo, kuwa makini tu na mume wako. Sofia, hapana. Mimi mtoto wangu ni mtundu sana. Na mara nyingi anafanya utundu mwingine na uona mwenyewe kwa macho yangu. Leticia, hakuna mwanaume ambaye ataishi na mtoto wake afa asikose vitimbwi. Ningeshangaa mwanaume aishi na mtoto wake afa ashindwe kuleta chokochoko. Wala muda wote unamuona mwana, ila mume wako huenda ndio tatizo. Hapana Sofia. Lakini sawa. Mimi nikiangalia muda naona kama vile nazidi kuchelewa. Kwa sababu naelekea pale juu kuna kitu naenda kufuatilia. Ningeomba nikuache wewe ndio unakoenda, afu mimi niende nakoelekea. Sawa. Mimi nikutakia safari njema. Ila naomba ulifanyie kazi leo nilikwambia. Usijali shoga yangu. Nitalifanyia kazi. Shem. Shemeji. Kumbe ulishakuja? Nimeshafika toka muda mrefu sana. Basi sawa, karibu sana. Wewe ndo nikwambie karibu kwa sababu umenikuta. Nimefurahi sana kukuona. Basi mimi nipo ndani. Shemeji. Samahani shemeji. Nilikuwa naomba kuzungumza na wewe kama hutojali. Ningeomba uje ukae hapa. Basi sawa shemeji, hamna shida. Shemeji, nakusikiliza. Mimi kwanza nashukuru sana kwa kuja kunisikiliza hapa. Na kingine tu, naomba nitangulize samahani kwa kitu ambacho nitaenda kukizungumza hapa. Sorry. Ni kitu gani hiko? Kama nilivyosema hapo awali. Samahani sana shemeji. Najua unaishi na mtoto ambaye sio wa kwako. Namaanisha baby Supu. Na unajitahidi kuishi naye kadri ya uwezo wako. Kadri uwezavyo wewe. Anakukwaza, anakukosea. Lakini ningeomba umchukulie kama mtoto mdogo. Kama baba anavyomchukulia mwanae wa kumzaa. Kwa sababu sidhani kama anajua alitendalo. Ukizingatia yule bado ni mtoto mdogo sana. Kwa shemeji, mimi ningeomba kwenye makosa ya baby Supu usimuingize na mke wako. Kwa sababu mke wako unamnyima amani kabisa kwa ajili ya mtoto. Unakuta umekoseana na mtoto lakini unamuingiza hadi mke wako. Anyway, shemeji. Mimi nadhani kuwa wewe ni mgeni hapa ndani. Na hakuna chochote kinachonisumbua kwa sasa hivi. Kikubwa jaribu kufanya kilichokuwa. Nikutakia mchana mwema.
mchumba. Unanihitaje? Mchumba, sasa unanikataa yani? Naomba unisikilize wewe. Ila sio jina langu. Na ukome kuniita hilo jina. Alafu na wewe mchumba tu. Wewe mchumba. Kumbe usikii. Ngoja nikuonyeshe kama dawa ya moto ni moto. Ndio utanifanya nini? Wewe ni mchumba.